mke wake, tuona ataenda atajikaza kaza, lazima achungulie. Bwana Yesu asifiwe sana. Na chanzo cha tamaa kinaanzia kwenye macho, ndipo kinapeleka kwenye moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kikishapeleka kwenye moyo, ndipo kinaenda kwenye utendaji katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana, hata mwilini pia. Sasa basi, wakati kijana yule anazurula, yule Sulemani yeye anapiga tu picha na cheki tu ile kijana, kwa sababu anaonekana hana kazi za kufanya. Anasema hivi, kijana huyu katika mstari ule wa 8, akipita njiani karibu na pembe yake, akishika njia ndani nyumbani kwake, wakati wa magharibi, wakati wa jioni, usiku wa manane, gizani, kijana anazurula. Biblia inasema anatazama mwanamke akamkuta na mavazi kahaba, mwerevu wa moyo. Sikiliza, kahaba anasemeshwa au anaonyeshwa kuwa ni mwerevu. Ana akili za kuchunga mme wa mtu, ana akili za kuchunga waume za watu, ana akili za kuchunga mchepuko wa kahaba alio nao. Anaangalia ni mambo gani ambayo hayapati nyumbani, hayo ndio anampatia. Na nisikiliza kwa makini, nikupe siri hii. Wadada wengi wamevunja ndoa zao sasa hivi kwa sababu ya kujifanya ni wabishi chumbani mwao. Nisikilize unielewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nisikilize, yule mwanaume akuleta nyumbani uwe kama TV, uwe kama television. Nisikilize, vimekuwa ni vilio vya madonda ya tumbo, vilio vya maumivu ya tumbo. Nisikilize, kuna watu ambao watamchukua, wanatamani wawe naye usiku kucha, wanatamani wawe naye kila eneo. Unajifanya uko busy na maisha yako, uko busy na biashara zako, uko busy na mambo yako, uko busy na mashamba yako, utamkosa mume wako. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, tumezungumza na watu wengi kwenye ndoa zao, vilio vyao ni vikubwa, ni wake zao, waume zao. Siko kwenye somo la ndoa, naelezea namna ambavyo shetani anaachilia moyo wa tofauti kwa mwanamke kahaba, anaachilia akili ya uelevu kwa mwanamke kahaba. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema ana kelele na ukaidi, ni mtu wa fujo, ni mtu wa kuongea, hata kama hujamsemesha atakusemesha. Kaka, habari yako? Na anasema mara yuko katika njia kuu, mara vile. Yaani huyu mtu haturika hapa. Saizi utamkuta kanisa la Moravian, baadaye utamkuta kwenye center ya Usoke, baadaye utamkuta kwenye stand ya Usoke. Yaani haturi, maana yake anatafuta nani amkamate. Ni kama simba anayonguruma ili atafute nani ammeze. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema naye huotea kwenye pembe za kila njia, anaangalia kijana gani mjinga amkamate. Anasema wakati anatembea ndipo akakutana na kijana aliye mjinga. Anasema kijana aliye mjinga ni kijana ambaye hana utulivu nyumbani. Lakini kijana aliye mjinga ni kijana ambaye anashawishika kirahisi. Kijana aliye mjinga ni kijana ambaye hana utulivu nyumbani. Lakini pia kijana huyu ni kijana ambaye anashawishika kirahisi. Bwana Yesu asifiwe. Nikawaambia watu mahali fulani, kujitenga na uovu ndio ufahamu. Kumcha Bwana ndio hekima. Sikiliza, niliwaambia na siku moja, kama sio hapa, kwamba kama tungetazamana kama kaka na dada, tusingetamaniana. Na nikawaambia hakuna watu ambao mimi hata hao nishtui, watu wanaovaa suruali namuona kama mwanaume mwenzangu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mavazi yanamvuta kijana kwa sababu ndani ya moyo wake kuna tamaa. Na kwa sababu hiyo anashawishika kirahisi, kwa sababu ndani ya moyo wake kumejaa tamaa, anatamani uzinzi muda wote. Amina. Ndio maana ikutana na kahaba hawezi kumwacha salama. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema alipomkamata, na watu wengine wanasema kwamba ameupiga mwingi. Anafika anakutana na mdada, anamshika mkono, anamsalimia, anamchangamkia, sasa hapa nimeshapata. Nisikilize. Kwanza lazima ujiulize, huyu mtu kapata wapi ujasiri wa kugusa? Huyu mtu kapata wapi ujasiri wa kusemesha wakati wewe hujamsemesha? Huyu mtu kapata wapi ujasiri wa kwanza kuzungumza na wewe? Yaani bado hujashtuka tu kuwa ni kahaba. Nini? Kwa sababu ni kijana aliye mjinga. Nini? Kwa sababu hajielewi, hajitambui, hajui ni mtego wa shetani. Kipindi na anza maombi, kwenye kundi letu la maombi tulikuwa na mabinti wengi sana. Na wengi walikuwa kitokea hapa Usoke.
wengi sana, na wengine tulikuwa nao kutoka Urambo, wengine wao mpya, mabinti wa kila namna. Lakini katika mabinti wale wengi walikuwa mabinti wanaoamini Mungu kweli kweli, lakini walikuwa mabinti wengine walikuwa wanateswa na tamaa za kimwili. Sikiliza, hivi mmekaa pamoja katika kiti, mnayatafakari labda pengine maandiko au kuna swali kakuuliza ili umsaidie majibu. Sijui tunaelewana? Halafu mmeketi kwenye kiti, wewe umeketi hapa, labda mwenzako kaketi hapa. Halafu eti mtu anayesikiliza au maelezo unampa kakuegamia mpaka ziwa lake limekugusa. Hivi wewe ushtuki? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiongea kidogo anakuja na kupiga kwenye bega, yaani wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni mbinu za shetani kukuangusha kiroho. Na wengi waliofanya hivyo hatuko nao kwenye huduma leo. Nikaambiwa juzi habari moja kwamba kuna vijana walienda kuhubiri eneo moja la Usinge. Wamefika wamepiga huduma ya kutosha. Baada ya kumaliza huduma wakapita na binti mmoja wakarudi naye wahudumu wao. Halafu wanamtafuta maskini wahubiri waliokuja ndio wamepita naye. Hivi hata Mungu si kama bibi yetu siku hizi. Mungu hivi amepunguza ukali kiasi hicho. Watu wanafanya mizaha madhabahuni. Shida ni nini? Tamaa wameziendekeza. Wameshindwa kujitenga na uovu. Wameshindwa kumtafuta Mungu kwenye maisha yao. Wamekuwa ni vijana wajinga, wakiamini njia ya mahubiri ndio njia ya kupata wasichana. Nisikilize, kama ingekuwa njia hiyo ndio kupata wasichana, tungekuwa na marundo ya wanawake. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nikihubiri siku moja pale Morogoro mchini, mchungaji kanikabidhi kanisa akaenda Mbeya. Ananiambia hubiri hapa, wewe nilipiga injili sio ya kawaida. Halafu baadaye watu wananiambia nataka tupite majumbani ili tuweze kuombewa familia zetu na shida zetu tulizo nazo. Lakini ghafla naambiwa na mzee wa kanisa kuna binti ana shida na wewe, ametoka Iringa. Anasema nataka nimuone mtumishi. Sikiliza, si kwamba kila anayekuja kuomba huduma kwako anataka huduma. Nisikilize, kuna wengine ni tamaa za kimwili zinawatesa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kipindi hicho sijaoa, alafu mahali fulani nimeacha nimechumbia. Halafu nafika Morogoro mjini nakutana na changamoto, inakuwa ofisini ili niweze kumaliza ratiba niage niende nyumbani. Binti anakuja anaanza kueleza changamoto alizo nazo, anaanza kueleza matatizo aliyonayo, anaanza kueleza misukosuko aliyonayo, analia na galagala. Najua kweli ni mtu anahitaji huduma, kumbe anahitaji matatizo. Nimemaliza kuzungumza naye, nikafanya naye maombi. Yule binti alieleza namna ambavyo alikuwa mchawi, amekaa sana na kina Masanja mkandamizaji na watu mbalimbali katika huduma mbalimbali. Nikaongea naye kwa kina. Amemaliza akasema sawa. Tukawa tuna kipindi cha jioni pale Morogoro mjini kila Jumapili. Jioni tukawa tunakuja, tunakusanyika pamoja, tunafanya ibada ya pamoja. Tulipomaliza huduma tuko na kijana mwenzangu. Sasa tunatoka kanisani turudi nyumbani. Na nyumbani palikuwa mbali kidogo. Unapotoka pale kanisa la Morogoro mjini liko karibu na kiwanda cha tumbaku. Unatakiwa uvuke kidogo ndipo upate lami ambayo unapanda haisi uende nyumbani. Na nilikuwa nikiishi pale Kionda. Wakati huo najiandaa kuelekea Kionda, tuko na mwenzangu. Tunafika pale nje tu ya kanisa, tunatoka, binti ameshafika. Tunaanza safari ya kutembea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, naye anatufuata. Tukajua ni mpendwa, anatusindikiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa wakati tunaendelea kwenda, kumbe binti anataka tuende naye. Tumeendelea kwenda, binti anaenda tu. Nikamwambia wewe mrudi, kwa sababu tumekaribia eneo la nini? La haisi. Tupande haisi tuelekee wapi? Nyumbani. Anasema mimi siwezi kurudi nyumbani. Taenda kuongea na nani? Kasema makubwa haya. Tukawa na kijana mwenzangu pale pale, tukaanza kuchati. Nikamwambia kijana, pokea mke huyo bwana. Kaja mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kama tungeziendekeza tamaa, tafsiri yake kila mahali utakapokwenda kuhubiri utakuwa na mke. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kijana mwenye ufahamu anayejitambua, tamaa ameweka pembeni, kwa sababu tamaa inaua huduma. Tamaa inakusofisha kiroho. Tamaa inakufanya ukosane na Mungu. Tamaa ilimfanya kijana huyo akamatwe na kahaba. Hebu cheki huyu mwanamke asiyekuwa na adabu. Amekutana na kijana huyo, lakini inaonyesha Biblia katika maelezo ya kwamba kijana huyo alikuwa ni mke wa mtu. Kwa nini katika maelezo? Kwamba alipokuwa akizungumza naye anamwambia mume wangu mimi amesafiri.
amekwenda safari ya mbali, amesema atarudi kipindi cha mwezi umekomaa, kipindi cha mwanga. Kwa sasa tuko gizani, tuendelee kushiba mahaba sisi. Kwenye kitanda changu kuko hivi, anaanza kumpa paka na sifa za nyumbani mwake. Kitanda changu kinaiko hivi, shuka zangu zina mistari ya pundamilia. Sijui umeulizwa wewe mwanamke? Anaendelea kumwambia, anasema sio hivyo tu, na harufu ya manukato ipo kwenye chumba changu, nimepulizia perfume, nimepulizia na mdalasini. Sikiliza, huo ni roho ya ukahaba. Bwana Yesu asifiwe. Anamlainisha kijana kwa maneno laini, lengo lake anataka aweze kumwangamiza. Na ukifuatilia pale chini Biblia inasema amewaua wengi kupitia yeye, kwa sababu nyumba yake ni shimo la kwenda kuzimu. Unanielewa mtu wa Mungu? Unanielewa mtu wa Baba? Kwani anasema nyumba yake ni shimo la kwenda kuzimu. Yawezekana amekwisha asirika kwa anatamani kuwaua watu wengi. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana wakifika watu nyumbani mwake wanakamatwa ugoni, ndio maana anaendelea kuwaita, wakifika wanapigwa nyundo wanakufa. Ndio maana anasema anaenda kama mjinga. Wakati anaenda anasema ni kama kondoo anaenda kwenye machinjo, maana anaenda kufa na ajui ni hasara ya nafsi yake kutembea na mke wa mtu. Vijana wadogo waishi nao, wakati mwingine ameshaua mume wake kwa ukimwi, anatamani pia na hao wengine wauawe. Kijana mmoja mpaka alishikwa na pressure, baada ya kwenda kupimwa anaambiwa ameathirika, alichanganyikiwa. Ana mke wake lakini pia ana mshangazi pembeni, ndiye anayempa fedha, ndiye anayempa bodaboda anayoitumia. Acheni